Inawezekanaje? Inawezekanaje mimi kukuelewa kwenye jambo zito kama hili? Mimi nayo ni miezi 6 sasa toka tumewana na tuje kufanya tendo la ndoa. Si wewe mwenyewe ndio ulisema una matatizo nikuvumilie mpaka utakapokaa sawa. Nini sasa hiki? Watabibu wote tuliozunguka wanasema una mimba. Tena mimba yenyewe ya miezi 3. Kwa hiyo una kimwanaume chako huko, unakipenda, unakipa utamu wote ambao unatakiwa nipe mimi mume wako, alafu kija hapa nakupenda, unani chekesha tu. Unaniona mimi bwege mtozeni, si ndivyo? Hapana mume wangu, nakupenda sana. Na kuhusu ujauzito, mimi sielewi chochote. Kwenda kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe umekuwa Bikira Maria sasa, na hiyo mimba haina baba, umepata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu? Mariam, nisikilize kwa makini, nitakuua. Usiponiambia ukweli hiyo mimba ni ya nani, na kuhakikishia nitakuua. Lakini mume wangu, Taki! na sijui hatima maisha yangu. Sijui jamii itanichukuliaje. Nampenda sana mume wangu, na yeye ananipenda pia. Usijali. Unajua jinsi gani anavyokupenda mume wako. Lakini inaweza ikazidi jinsi gani ninavyokupenda mimi. Unamaanisha nini? Nimekusubiria kwa muda mrefu sana. Ni zaidi ya miaka 600 sasa. Na hicho kiumbe ambacho kipo tumboni mwako ni zawadi kubwa sana kwenye maisha yako. Ndugu yangu, maji yamenifika shingoni. Na siwezi kuogelea tena. Shemeji yako na kwenda kumwacha sasa. Ndugu yangu, sasa unaenda kumwacha mkeo. Shida ni nini hasa? Au tatizo ni nini mpaka unamwacha mkeo? Wewe jua tu. Tatizo shemeji yako mjamzito. Ndugu yangu, yani mimba ndo umwache mkeo kisa mimba? Sisi Waislamu tunaamini mimba ni baraka. Tunaamini mwanamke anapopata mimba anakuja na baraka.
na mtoto anakuja na share yake kwenye familia. Swala la ugumu wa maisha usije ukapelekea kukataa mimba, ndugu yangu. Mimba ni ibada. Mwanamke anapopata mimba ina maana anakwenda kutimiza maagano ya Mwenyezi Mungu. Anakwenda kuujaza ulimwengu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosema, uruhusiwi kuikataa mimba. Mtoto ni malaika, shekhe. Sasa unavyokataa mimba, ndugu yangu, unakosea. Unakosea sana. Tena unakosea pakubwa sana, ndugu yangu. Mimi cha kukuomba tu kwanza, sema astaghfirullah kwa hilo neno, na kisha ukatubu kwa Mwenyezi Mungu wako. Usikatae mimba abadan. Tatizo hujui, lakini ile mimba sio ya kwangu. Sasa nawezaje kuishi na mwanamke ambaye ana kiumbe sio cha kwangu? Kwanza shehe wangu, limewezekanaje hili? Kwa maana mimi ninavyoelewa siku zote kitanda hakizai haramu. Sasa unavyoniambia mkeo ana mimba na mimba sio ya kwako, hii ikoje? Na ulivyomuuliza yeye amekwambiaje? Kiukweli sijui, lakini hapa nataka nikushirikishe jambo moja. Nakuomba iwe siri. Nitakachokuambia hapa usimwambie mtu yeyote. Unajua kuna masuala mengine ni mambo ya kifamilia. Hata mimi kukushirikisha wewe nakosea. Unajua nitoka nimemuoa mke wangu, sije kushiriki naye tendo la ndoa. Alisema ana matatizo yake ya kiafya. Sasa mimi ona ana shida, kwa sababu ni mke wangu, ni haraka gani naye? Kwa niseme tu labda ni makosa ni ya kwangu kumwamini mwanamke. Ndugu yangu, umewezaje kufanya tendo la kishujaa kama hilo? Yaani toka umemuoa mkeo hujawahi kufanya naye kitu chochote. Umewezaje? Ndio maana shehe nakwambiaje, mambo mengine ni mambo ya kifamilia. Hizi ni siri. Mimi nimekuelewa shehe. Tena nimekuelewa haswa. Ila mimi nikwambia kitu kimoja. Katika hilo swala lako, mimi siwezi nikakushauri kitu chochote kile. Kama ulivyotangulia kusema mwanzo kwamba hayo ni masuala ya kifamilia, naomba mkayamalize. Mambo ya ndani kayamalizeni wenyewe, shehe wangu. Kwa hilo tena mimi sitakuwa na neno lolote la kutia juu yako. Nakupenda sana. Nakuthamini. Haikuwa bahati mbaya mimi kukoa. Ama sio kwamba labda nilikosa mwanamke wa kumwoa. Mpaka nikakufuata wewe. Yoyote nitaka nikuoneshe ni namna gani nakupenda. Lakini
Leo nataka kujua tu jambo moja. Nimekuacha kwa muda mrefu na najua umetafakari muda. Nimekuacha kwa muda mrefu na najua umetafakari kwa kina. Ninachotaka uniambie, miliki wa hiyo mimba ni nani? Mume wangu, hata mimi nakupenda sana tu, lakini ukweli nimeshakwambia, na huo ndio ukweli. Sijawahi kukuchiti na kuwaza kukusaliti hata siku moja. Naona umekuwa mjeuri siku hizi. Una kiburi. Okay, sawa. Sasa mimi nakwenda